Je, umewahi kujiuliza kwa nini kuna kitabu cha kale kinachozungumzia malaika walioasi, majitu makubwa, hukumu ya Mungu, siri za mbingu na mwisho wa dunia, lakini watu wengi hawajawahi kukisoma? Kitabu hicho kinaitwa Kitabu cha Henoko au Moja Henoko. Ni maandiko ya kale yanayohusishwa na Henoko, mtu anayetajwa katika Biblia kuwa alitembea pamoja na Mungu. Ingawa si sehemu ya Biblia katika mapokeo mengi ya Kikristo, kitabu hiki kimehifadhiwa kwa muda mrefu na kina hadithi za ajabu sana kuhusu ulimwengu wa kiroho. Leo tutasafiri pamoja katika simulizi lake. Kabla ya kuingia kwenye siri za kitabu hiki, lazima tumjue Henoko. Katika kitabu cha Mwanzo, Henoko anaelezwa kama mtu aliyekuwa na uhusiano wa karibu sana na Mungu. Inasemekana aliishi miaka 365, lakini jambo la kushangaza zaidi ni kwamba maandiko yanasema Henoko alikwenda pamoja na Mungu, kisha hakuwako tena, kwa maana Mungu alimtwaa. Maneno haya yamewafanya watu kwa karne nyingi kujiuliza, Henoko aliona nini? Alipelekwa wapi? Na je, alikuwa amepewa maarifa ambayo wanadamu wengine hawakupewa? Kitabu kinachoitwa Moja Henoko kinajaribu kujibu baadhi ya maswali hayo kupitia safari za ajabu zinazohusishwa na Henoko. Hadithi inakuwa ya kutisha wakati inapotuelekeza kwenye kundi la malaika waliotajwa kama walinzi au watchers. Malaika hawa walishuka duniani na kuwaona wanawake wa kibinadamu. Walitamani kuwa pamoja nao, na kulingana na simulizi la Henoko, wakachukua wanawake kuwa wake zao. Lakini hawakuishia hapo. Walifundisha wanadamu mambo ambayo hayakupaswa kufundishwa. Walifundisha siri za uchawi, silaha, mapambo, elimu ya nyota na maarifa mengine yaliyodaiwa kuwa ya mbinguni. Kiongozi mmoja wa malaika hawa anahusishwa na jina Shemihaza, huku Azazeli akipewa nafasi muhimu katika simulizi la kufundisha wanadamu mambo mbalimbali. Kisha jambo baya zaidi likatokea. Kutokana na muungano kati ya malaika hawa na wanawake wa duniani, simulizi linaeleza kwamba viumbe wakubwa waliitwa Nefilim walizaliwa. Walikuwa wakubwa, wenye nguvu na wenye ukatili. Lakini walipoanza kuongezeka, njaa yao pia ikaongezeka. Hawakuridhika na chakula cha kawaida. Simulizi linaendelea kwa picha ya dunia iliyokuwa ikijaa vurugu, uharibifu na umwagaji damu. Wanadamu waliteseka, ardhi ikaharibiwa, na viumbe hawa wakawa chanzo cha hofu kubwa. Kulingana na kitabu, malaika walioanguka walikuwa wameleta machafuko ambayo yalizidi uwezo wa wanadamu kuyazuia. Lakini mbingu hazikukaa kimya. Mungu aliona yaliyokuwa yakitokea duniani. Henoko anaonyeshwa kama mtu aliyepokea ujumbe wa hukumu. Malaika waliokuwa wameasi walipaswa kuhukumiwa. Baadhi yao walifungwa na kuwekwa mahali pa giza wakisubiri siku ya hukumu. Hapa ndipo simulizi linakuwa zito zaidi. Henoko anaonyeshwa akisafiri katika maeneo ya ajabu ya ulimwengu wa kiroho. Anaona mahali ambapo viumbe waliokosea wamefungwa. Anaona milima, mapango, moto na maeneo ambayo yanaonekana kuwa yameandaliwa kwa ajili ya hukumu. Ni kama pazia kati ya dunia ya wanadamu na ulimwengu usioonekana linafunguliwa mbele yake. Lakini Henoko hakuonyeshwa tu hukumu. Alidaiwa pia kuonyeshwa mambo ya ajabu kuhusu mbingu. Anaona malaika wengi, anaona maeneo ya utukufu, anaona viti vya enzi. Anaona nuru ambayo ni vigumu kueleza.